Uchunguzi na uchambuzi wetu umeonyesha kuwa wadau wengi wa demokrasia wanaunga mkono madai yetu ya reform, lakini wanasita kuunga mkono mpango kamili wa chama chetu wa kuzuia uchaguzi iwapo reform hazitapatikana, kwani hali hiyo inatafsiriwa kuwa ni karibu sawa na kufanya uasi au kuvunja katiba na sheria zilizopo licha ya ubaya wake. Kwa maneno mengine, msisitizo wa kuzuia uchaguzi unaathiri au kupunguza kasi ya uungwaji mkono katika madai ya msingi ya reform. Wako wadau wengi, asasi za kiraia, wanashindwa kuja mstari wa mbele kuungana nasi kudai reforms kwa sababu sisi tumeongeza kuzuia uchaguzi. Angalieni asasi za kiraia zilizokuwa zinapiga kelele sana kuhusu reform. Baada ya sisi kusema tutazuia uchaguzi, ni kama wameweka break, wamepoa. Kwa sababu wanaona sasa hapa Chadema inataka kucross the line, kuzuia uchaguzi. Tumeitahadharisha chama na katibu mkuu kwamba warudi nyuma, watafakari ni kwa nini wadau hao muhimu ambao tumekuwa nao miaka yote leo ni kama wamepiga break, wameingia ubaridi. Ni kwa sababu hawaamini kwenye kuzuia uchaguzi. 9, kushindwa kuzuia uchaguzi katika dakika za mwisho ikiwa jitihada za reform zitakwama, kuna maanisha kuwa chama hakitokuwa tena na muda wa kujiandaa na hivyo hakitashiriki kabisa uchaguzi huo. Tumemshauri katibu mkuu na chama, wakati tukiendelea na mapambano ya kudai reform, chama kiendelee na maandalizi ya kiuchaguzi. Maandalizi ya kiuchaguzi ni mengi. Tunakata takribani 1400 na tunahitaji kuwa na wagombea udiwani. Unapowaambia watu hakutakuwa na uchaguzi, hawa wagombea hawatajitokeza na hakuna atakayewekeza rasilimali zake wakati anajua hakuna uchaguzi. Kwa hiyo tumeshauri chama kiendelee na maandalizi, kianze kuandaa ilani. Kama kweli tuko serious, tunataka reforms, maandalizi mengine yaendelee, ili ukitokea muujiza zikatokea reform, tusije kusema tumeshachelewa, hatujajiandaa, kwa hiyo hatuwezi kushiriki uchaguzi. Kwa ushauri wetu wa mwisho kwa katibu mkuu na chama,